kubwa zaidi ambayo tunaenda kuzungumzia kuhusiana na maandalizi ya nusu finali mchezo kati ya Mtoni FC pamoja na Sandawana ambao watacheza siku ya kesho kwa tarehe 1 mwezi Agosti 2020 na sita. Na kwa namna hiyo sasa kwa hapa nipo na wakilishi kocha wa timu ya Sandawana ambaye tutakuwa naye hapa studio, lakini tutarajia sana kuungana naye pia kocha msemaji wa timu ya Mtoni ambao na changamoto za pale wameshindwa kufika, lakini tutaweza kuungana nao kwa njia ya simu ili tuweze kusikia kwa uchache kuelekea hali ambayo wanaenda kukutana kwa siku ya kesho, mchezo ambao ni mchezo mkali ambao kila mmoja anatarajia kuona kwa kiasi kubwa sana, unavuta hisia za watu wengi ukiangalia namna ambavyo safari ilivyoanza, kila mmoja akifikia hatua kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana. Kwa majina mimi hapa Shija kuongoza, lakini nitakuwa naye kocha wa Sandawana ambaye atajitambulisha jina lake, na hapo sasa naye kwa njia ya simu huyu mwakilishi wa Mtoni FC ambaye naye pia atajitambulisha jina lake. Tutamsikia kwa uchache anazungumzaje baada hapo tutasikia sasa na kwa upande wa Sandawana wanasemaje kuhusiana na mchezo. Kwanza karibu sana ndani ya studio za Ibanza TV, ambapo tunafahamu Sandawana ni timu kubwa tunazungumzia katika ukanda wa nyanda za juu kusini, hasa mkoa wa Mbeya, jina ambalo ni kubwa kweli. Sikia hivyo, na kama timu inaenda kukutana nao tumeshuhudia katika mashindano yakiwemo haya pia yanaendelea kwa hapa Iunga. Hebu tufahamu majina yako kwanza kwa faida tu ya mtazamaji. Asante sana kocha. Nadhani tunazungumza kwa upana zaidi. Sasa kwa muda huu ni tamani sana sasa tusikie kwa upande wa Mtoni FC au wao wanajiita maarufu kama Karoti. Hawa ni kwa upande wa Uyole kule, ni watu ambao wana timu nzuri, na kwa kweli hadi finali ni kwamba kulikuwa kuna dabi kwa uchache, labda tu kwa uchache kati ya City na hawa Mtoni. Ilikuwa ni mechi ngumu kweli. Dakika 90 moja, lakini bahati nzuri akafanikiwa Mtoni kuweza kuibuka na ushindi ya 3-2. Sasa hapa naungana na mwakilishi huyu, tutamsikia kwa majina yake hapa, ambaye ni Habari. Hapa tupo kwa ajili ya kusikia angalau tathmini kwa uchache kulingana na maandalizi ya mchezo wenu kati ya Sandawana siku ya kesho. Hebu kwanza kwa faida ya mtazamaji wetu tufahamu majina yako, wewe ni nani na kiongozi wa nafasi katika hiyo timu ya Mtoni au Karoti? Okay.
Asante, nashukuru sana. Hebu tuambie kwa nadhani umewashuhudia pia wapinzani wako kwa maana Masandawana ambao mnanao siku ya kesho. Tuambie kwa chache maandalizi yakoje na namna unavyofahamu Masandawana. Ndio. Lazima ishinde. Vipi hali ya kikosi hadi tunapozungumza wakati huu? Baki tu kwamba umefanya usajili mkubwa. Na kwa namna ambavyo tumeshuhudia namna ambavyo mechi imekuwa ni ngumu kweli, hasa kwa robo finali tumeona na nyinyi ambavyo mlibahatika tuseme au kwamba ni itatuiwa hivyo kwa sababu katisite unanipata. Ndio. Sawa. Nimekupata, nimeelewa. Hongereni sana kwa nafasi ambayo mlipata kwa maana ya kuweza kufuzu kuelekea nusu finali. Kwa kweli ilikuwa ni mchezo mgumu, mlikuwa nyuma ya goli moja lakini mkapambana, mkasawazisha na hatimaye mkawa na ufanisi kwenye kupiga zile penalty. Hongereni sana. Sasa hebu tuambie kwa mchezo wa kesho unaiona Mtoni kwamba inawezekana ikafika kwenye mikwaju ya penalty? Hamfiki. Okay. Hali ya wachezaji, hebu tuambie sasa ile hamasa ya wachezaji kama mkurugenzi lazima unawatembelea kwenye kambi. Hebu tuambie sasa wanazungumzia wenyewe kuhusiana na huu mchezo, kwa sababu nafahamu kweli wanasema kwamba umesajili wachezaji wa ligi kuu, lakini Masandawana nao sio wanyonge, na tunapozungumza hapa sasa hivi nipo na kocha wao hapa studio na kinachoendelea. Hebu wachezaji hali koje kuelekea mchezo wenyewe wanazungumzia vipi? Asante sana. Ndio. No. Anasikia hapa. Ndio. Okay. Japo umewasikia na nini, umefuatilia kwa uchache. Okay. Sasa kwa uchache tuzungumzie sasa kwa haya mashindano. Kwenye kama Mtoni, mashindano kama haya yanawapa nafasi gani au yanawapa taswira gani kuelekea kwenye pengine kufika labda kwenye hatua za mbali zaidi kupitia haya mashindano? Nyie nazungumzia kama mkurugenzi na matarajio yako yapi?
Mm. 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 Ndio. 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 Sawa sawa sawa. Ndio. Ndio. Mm. Mm. Ndio. Sahihi kabisa. Na kutengeneza ajira kwa vijana. Mm. Mm. Okay. Okay. Mm. Mm. Ndio. Okay. Okay. Eh. Ya uko sahihi. Mm. 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 Eh. 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 Mm. Okay. Okay. Mm. Mm. Okay. Sawa. Sawa. Ndio. Ndio. Niliona jinsi gani baada ya mchezo hali aliyokuwa nayo Doto. Mm. 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 Ndio. Yaani kweli inawezekana labda pengine ya ule ukanda kwa sababu Mtoni tuseme ndio kwenye ukanda wa huo uwanja inawezekana labda hiyo ikawa imewabeba nyinyi. Mm. 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 Okay. Okay. Mm. Mm. Mko vizuri kifedha. Basi mimi nakushukuru sana mkurugenzi, nadhani amesikia hapa yeye, inawezekana yeye hesabu zake ni uwanjani, labda pengine tutamsikia pia na yeye anazungumzia vipi, lakini wanasema ni dakika 90, si ndio? Sawa, nakushukuru sana bwana Deo. Asante sana. Amina. Tutakutana hiyo siku ya kesho. Naam, mtazamaji wa Ibanza TV, tumemsikia huyu ni mkurugenzi amejitambulisha kama mkurugenzi wa timu ya Mtoni FC ambao wanacheza siku ya kesho, kwa maana nusu finali ya pili. Nusu finali ya kwanza ni siku ya leo tarehe 10, ni mchezo kati ya Uropa dhidi ya Airport ambao watacheza pale kwenye dimba la Mabunzi Stadium pale Uyole ya Kati, na tumemsikia amejigamba kweli kweli na tambo zake tumezisikia kwa upana wake, lakini kwa sasa tusikie bwana Michael au kocha wa Masandawana. Tumemsikia mpinzani namna ambavyo anajinasibu
kwamba yeye ni mkongwe wa haya mashindano, ni mkongwe kwa maana ya masuala ya uongozi wa timu. Hebu unacha kusema kuhusiana na kile alichokizungumza? Nitakuwa na cha kusema kidogo, lakini nitajibu katika engo mbili. Kwamba kwa maana ya kwanza nitajibu kama mkurugenzi alivyojielezea kama mkurugenzi, lakini nitajibu technical. Sawa sawa. Yes. Kama mkurugenzi nitamkumbusha kuwa sisi Masandawana mwaka 25-26 ndio mabingwa wa CRDB Confederation FA mkoa wa Mbeya. Lakini pia ndio finalist wa ligi ya mkoa wa Mbeya 25-26. Tulicheza pale Kiela na Kiela Talent, wakatutoa wakaenda kuwakilisha mkoa kituo. Kwa hiyo kuweka record sawa na hilo, naomba alichukue kwamba sio timu ndogo ya kuibeza, kwamba tuna namna tunajaribu kuipambania timu yetu pamoja na uchanga pengine, lakini kuna timu ambayo pia ina makombe. Kwa hiyo sehemu ya makombe na sisi tutatuona. Kwa hiyo na lenyewe wakumbuke. Lakini kingine pia kuzungumzia mashabiki wengi tu. Inawezekana sio kwa ukubwa, lakini kwa wale ambao wanaona mpira wetu ni wale mashabiki loyo ambao wanapenda kuona mpira mzuri. Tofauti na yeye, inawezekana na mashabiki wengi, lakini ambao wengi wanapenda kuona tu zile mbwembwe au wanaenda kuona wachezaji wa ligi kuu. Ambacho kitu ambacho nimemzidi pia, mimi natumia vijana kutoka mkoa wetu asili wa Mbeya hapa na ni vijana. Kwa hiyo naamini hata mwenye mashindano atakuwa proud na timu ya Masandawana, kwa sababu ni timu ni changa ndio, lakini imejitahidi kuchukua wachezaji kutoka engo mbalimbali za mkoa wa Mbeya wanaofanya vizuri kwa kukusanya pamoja na kuingia kwenye mashindano na kuiwakilisha timu yao. Kwa hiyo ni nimkumbushe bwana leo kama mkurugenzi na mheshimu, of course amenizidi experience, umri, inawezekana na ukongwe katika mashindano, lakini twende kwenye dakika 90 tukaone. Tactically ukiwa na wachezaji experience unakuwa na added advantage. Nakubali. Of course anaweza kama wachezaji wapo ligi kuu ni kitu kizuri, lakini sisi tutaenda kuwa kama timu ya pili. Tutakubali kwamba yeye ana experience ndio, lakini tutakuwa kama timu ya pili, tutaenda kucheza ule mchezo kwa mbinu na kwa mahitaji zaidi. Yes, tutaenda kucheza kwa mahitaji kwa sababu tunajua ni mchezo wa nusu finali. Kwa hiyo tutaenda kucheza kulingana na mahitaji ya nusu finali. Yes. Yeye atakuwa ni mkongwe na experience, tumemkubali. Yes, sisi ni underdog, lakini tutaenda ku approach ule mchezo kulingana na mahitaji ya mchezo. Kwa hiyo niweza kusema kwamba tukutane kesho tuone dakika 90 sasa. Naam, sasa kwenye hebu tuambie tukiachana na swala la Bwana Deo, zile chambo zake ambazo umeweza kuzijibu. Maandalizi sasa, hebu tuzungumzie timu kuelekea kwenye huo mchezo yakoje wewe kama kocha? Okay, maandalizi naweza nikasema mpaka kufikia saizi tuna 90% ya maandalizi. Sio tukipo sawa. Kipo vizuri, vijana wana morali. Tumemwachia Mwenyezi Mungu 10% kwenye maandalizi, kwa sababu tunaamini yeye ndio kila. Sisi kama binadamu tuna uhakika kwa mechi tunaweza kuyamechi hata saa hizo kwa hiyo naweza kusema kwamba tuko tayari, tuko kamili, we are ready to fight. Okay. Na hebu tuzungumzie hatua nusu finali. Ni hatua ambayo imekaribia sana, ndio wote ingia kwenye finali, na zawadi ni kubwa kweli za haya mashindano. Namna ambavyo mmepambana toka mwanzo hadi kuelekea sasa kwenye kuitafuta finali. Zawadi kama hizi nene kubwa za hasa Tulia Ackson, Dr. Tulia Ackson ambaye ni mbunge wa Uyole, lakini pia ambaye ni kiongozi ambaye tuseme ni muasisi wa haya mashindano. Kwenu ninyi kama Masandawana, zawadi kama hii mnaiendea kwa namna gani kuhakikisha kwamba pengine nawapa hamasa zaidi ya kuendelea kuipambania timu?
awali ya yote nipende kutoa shukrani na pongezi za dhati kabisa kwa mdhamini mkuu ambaye ni mama yetu Tulia. Sawa kabisa. Niseme kwamba anafanya kazi kubwa. Ndio. Anafanya kazi kubwa na ligi ya Tulia ni one of the biggest Sahihi kabisa kabisa. Tanzania, kwa sababu ukitoa ligi kuu kwa Mbeya, ligi inayofuata kwa kufuatiliwa ni Tulia Trust. So huwezi kuiacha na kuifanya kuidogodesha ikawa ndo. Kwa hiyo nimpe pongezi mama, amefanya platform kubwa ambayo inaweza kukusanya vijana wengi kwa wakati mmoja na wananchi wengi kwa wakati mmoja wakafurahi. Kama unavyojua maisha ni magumu, changamoto nyingi, lakini watu wanavyoona mpira, wanacheza mpira, watu wanaenjoy. Sasa hicho ni kitu kikubwa. Kwa hiyo nipongeze. Kwa hiyo swala la pili naweza kusema sisi ndio kama viongozi wa Masandawano ilikuwa ni vijana hatumaini sana kuhusu milioni 10 kwa sababu tunaamini kuna hela zaidi ya milioni 10 baada ya vijana kufanya. Tunashukuru mdhamini amepambana sana kufanya tu zawadi hapo, lakini lengo letu haswa na dhumuni letu vijana waonekane uwezo wao ili wapate nafasi ya basi nyingine ambayo inaweza kuzalisha zaidi ya milioni 10 wao binafsi kiachana na milioni 10. Kama unavyojua tutachukua milioni 10 lakini tutagawana pale. What next kipaji chake kikionekana tukipenda tutafikia huko kinadewa na kusema kwamba na sisi maybe mwaka unaokuja tutaona na sisi tunajua kitu kubwa na ucheze kwa sababu haitokea pale. Sahihi kabisa. Asante sana. Na hebu kwa uchache Masandawana ili nimejaribu kufuatilia Masandawana. Kwa kweli wana mashabiki wengi. Mashabiki sababu ukiachana na haya mashindano ya Tulia ni kwamba wao pia wanashiriki kwenye unga ndondo 2026 na siku ambapo Dawana wanacheza tumeshuhudia sana kuzingatia Kwanza TV na matangazo kwamba hamasa ni kubwa sana, washabiki wanakuwa na ali sana Masandawana. Unaambia nini sasa shabiki wenu Masandawana kuelekea kwenye huu mchezo siku ya kesho, wafanye kitu gani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu yao inafika mbali zaidi? Kwanza nitakuwa nimewakosea heshima kwa pongezi Kwanza TV. You guys we are doing the best. Sasa inawezekana ni bado ni channel changa, lakini sio kitu rahisi kufanya kitu. Kwa ni washukuru kwa hiyo mimi naamini mnatupa platform ya kwenda mbali zaidi. Na sisi pengine siku moja wakubwa wanajipia kwa hivyo tutaendeleza ushirikiano. Lakini kikubwa ninachoweza kuambia mashabiki ni kwamba twende uwanjani support team. Hatutokuja kitu kama siku zote tutakuwa tunajitahidi kupambania furaha yenu, kupambania matokeo ili waendelee kuwa na furaha, waendelee kuenjoy mpira mzuri. Na kwa bahati mbaya na kwa sababu Masandawana imejipambanua kwamba ni timu ina furaha, bwana, tunapata mashabiki ambao hatukuwa nao. Yaani tutakapoenda kucheza lazima tuondoke. Inawezekana wasiwe walikuwa wengi, lakini tutacheza lazima tuondoke. Kuna namna kila mpira tunacheza tunajitahidi kushawishi watu waone yes this is the team yetu inajitahidi kufanya kila kitu sawa. Kwa hiyo tunaomba yao wasiache uwanjani kama siku zote ambavyo wanasisitiza mashabiki, njooni uwanjani mje kuenjoy, lakini mfanye kazi yenu ni kushangilia timu yenu. Kuwapa nguvu. Basi sawa, mimi nakushukuru sana Maiko na kocha wa Masandawana. Tunakushukuru kwa kutoa muda wako. Tunafahamu na majukumu mengi sana ya kufanya maandalizi ya mechi kwa mchezo wa kesho. Sisi tutakie kila la heri, tutakie afya njema viongozi pamoja na wachezaji, kwamba siku ya kesho muwe vizuri, mkatekeleze malengo yenu ambayo mmeshajipangia. Labda una lolote la kumalizia labda tunapohitimisha neno la kumalizia, naweza kusema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio kitu yeye anafanya
siku leo imekuwa hivi ndio tumefika hapa, lakini nitaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu kesho awe pamoja nasi, twende mchezo wetu salama, tumalize salama, tupate nafasi ya kuendelea kuimarisha timu kwenye ngazi ya finali. Sasa ambacho tunachoweza kuomba ni Mungu support kwa mashabiki na wapenzi wa mpira walioko Mbeya, wafike kwa wingi pale, aidha kusupport Tony, aidha kusupport Ndawana, tutakuwa vipaji, tumsupport talent zao za vijana wanaocheza kwenye mashindano haya, lakini tutakuwa tumemsupport mama Tulia na kila mmoja ambaye anawekeza jitihada zake zote kuhakikisha mashindano yanaenda na vijana wanapata platform nzuri kama hiyo. Na niwaombe tafadhali twende kwa amani, tuangalie mpira kwa amani, tusifanye fujo, tuangalie mpira mzuri, tuenjoy, then kila mmoja arudi kwake akiwa na amani na furaha kama ilivyo dhamana au dhamira ya mashindano haya. Sawa. Mimi nakushukuru sana bwana Michael. Asante sana. Basi siku nyingine pia usisite tukikuhitaji kwa ajili ya kutushirikisha au kuwashirikisha Watanzania masuala mazima ya kimichezo. Asante na nipo tayari na nitakuwa tayari wakati wote mkinihitaji. All the best. Nashukuru sana. Asante. Na mtazamaji wa Glanza TV, tumesikia kila mmoja amezungumzia maandalizi ya timu, maandalizi ya kuelekea mchezo. Tumesikia kocha wa Sawana na Michael Kafunya ambaye chache amezungumzia namna timu, malengo ya timu, lakini pia hasa kuelekea mchezo wa siku ya kesho, na amewasihi mashabiki wa Sawana waweze kufika kwa ajili ya kuipa hamasa timu yao katika uwanja ule wa Mwawinji Stadium pale ya kati. Lakini pia ametoa pongezi kwa waandaaji hasa Tulia Dr. Jackson Bunge wa jimbo la Uyole, namna ambavyo matamanio yake ya kuweza kuhakikisha kwamba vijana anainua kupitia vipaji vyao kwa maana ya mpira, lakini pia kwa wana Mbeya kwa ujumla kuweza kuwasogeza au wawe karibu, waweze kushiriki, waweze kushuhudia vipaji, lakini pia anapata burudani, sababu maisha pia yanahitaji burudani pale ambapo inahitajika. Kwa hiyo kwa mashindano haya yanasaidia sana kwa ajili ya kuunganisha watu. Michezo inaunganisha watu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo pongezi kwako mama yetu Dr. Tulia Jackson kwa haya mashindano. Lakini pia kwa upande wa Mtoni FC tunasikia na wenyewe maandalizi yao wamezungumziaje, namna ambavyo wamejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba siku ya kesho wanaibuka na ushindi na mwisho wa siku waweze kufika finali. Kwa hiyo kwa chache ni hayo, lakini kumbuka kuwa Glanza TV tuko pale, tumeweka kambi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba michezo hii inaenda live kwa maana moja kwa moja kupitia channel yetu ya Glanza TV, ukiingia YouTube utakuta pale. Kwa hiyo wewe ambaye uko mbali, pengine hautapata nafasi ya kufika uwanjani, basi wewe ni simu yako au kompyuta yako unaingia tu YouTube, utakutana na michezo yote hii kuanzia mchezo wa siku ya leo, lakini pia kesho tutakuwa live hadi final. Kwa hiyo kakao wa kupata burudani. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Shija Masere ambaye nimeongoza kipindi hiki, lakini kamera na mtandao wetu ni Nori Mlele ambaye ametufanya sisi tuweze kuonana na kusikika kadri ulivyoweza kutusikia. Kutokea hapa katika studio zetu za Glanza TV, tuwatakia kila la heri wote na wadau wote wa michezo. Hadi wakati mwingine, siku njema, tutane kwenye dimba la Mwawinji Stadium siku ya leo, kwa maana na Jumatatu tarehe 10 Agosti, na siku ya kesho tutakuwa wote. Kila la heri, tuwatakie